Mpendwa katika Kristo, karibu katika maombi haya. Kabla hatujaomba kwa kina, fungua moyo wako kwa Mungu aliye hai, kwa sababu yeye husikia sala ya moyo mnyenyekevu na hujibu kwa rehema zake. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kupitia Bwana wetu Yesu Kristo nikiwa na moyo wa shukrani. Kama ilivyoandikwa katika waraka kwa Watesalonike mlango wa 5 na kifungu cha 18, unanifundisha kushukuru katika kila hali, kwa sababu shukrani ni mapenzi yako kwangu ndani ya Kristo. Leo siingii mbele zako nikiwa nimebeba mahitaji tu, bali nakuja nikikiri kwamba wewe ni mwema, mwaminifu na wa rehema. Katika eneo hili la kuimarisha imani, ninakushukuru kwa sababu hujanitupa, hujanisahau, na bado mkono wako uko juu ya maisha yangu. Kama Yakobo 1 kifungu cha 17, unanikumbusha kwamba kila kipawa chema na kila zawadi kamilifu hutoka kwako, Baba wa nuru. Ninaamua kuona fadhili zako hata kabla sijashika majibu kwa mikono yangu. Baba, kabla sijaomba kwa kina kuhusu kuimarisha imani, ninaweka moyo wangu mbele zako kwa toba na unyenyekevu. Kwa mujibu wa Zaburi 51 kifungu cha 10, unanifundisha kuomba moyo safi na roho iliyonyooka mbele zako. Ninaungama kila dhambi, kila fikra isiyokupendeza, kila neno na kila tabia iliyozuia ushirika wangu nawe. Nisamehe kwa mahali nilipojitawala bila kukutegemea, nilipokosa imani, nilipolalamika kuliko kushukuru, na nilipochagua njia zangu kuliko njia zako. Kama Isaya 1 kifungu cha 18, unanialika tuhojiane nawe ili unionyeshe na kunirejesha katika usafi wako, tena unioshe na kunitakasa kwa utukufu wako. Niumbie moyo safi, safisha nia zangu, na uweke ndani yangu roho ya utii inayokupendeza na iliyotulia. Baba wa mbinguni, ninaleta mbele zako eneo hili la kuimarisha imani. Kama Waebrania 11 kifungu cha 6, unanikumbusha kwamba pasipo imani haiwezekani kukupendeza, na kwamba wewe huwapa thawabu wa kutafutao. Ninaomba neno hilo lisibaki kuwa taarifa unayoijua kichwani, bali liwe nguvu inayoongoza moyo wangu, maamuzi yangu na hatua zangu. Bwana, pale ambapo kuimarisha imani pamekuwa mzigo, pamekuwa chanzo cha machozi, au pamekuwa eneo la maswali mengi, naomba uniletee nuru yako, amani yako na uongozi wako. Kwa sababu Warumi 10 kifungu cha 17 unanifundisha kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno lako. Ninasimama mbele zako si kwa nguvu zangu, bali kwa neema inayotoka kwako. Baba, nisaidie nisitenganishe maombi haya na maisha yangu ya kila siku. Kama Marko 11 kifungu cha 24, unanifundisha kuomba kwa imani, nikiamini kwamba wewe unasikia sala zangu. Ninakuomba unifundishe kutembea katika kweli yako na kwa vitendo, ili eneo hili la kuimarisha imani
lisibaki chini ya hofu, mazoea, uchungu au kuchanganyikiwa. Ninaomba unipe macho ya kiroho kuona kile unachofanya, masikio ya ndani kusikia uongozi wako, na moyo wa imani unaokubali kusubiri bila kupoteza tumaini. Kama Yoshua 1:8, unanielekeza kulitafakari neno lako mchana na usiku, ili njia zangu ziongozwe kwa hekima. Ongoza hatua zangu, nyoosha mapito yangu, na unifanye niwe mtu anayekutegemea kuliko mazingira yanayobadilika. Bwana Yesu, ninaweka kila jeraha, kila hofu, kila udhaifu na kila maswali yanayohusiana na kuimarisha imani chini ya neema yako. Kama Wakorinto wa pili 5:7, unanikumbusha kuenenda kwa imani, si kwa kuona tu. Ninaamini kwamba hauko mbali na maumivu yangu, wala haupuuzii mahitaji yangu. Gusa moyo wangu kwa upole wako, vunja uzito ambao haujatoka kwako, na unijenge upya katika utu wangu wa ndani kabla hujabadilisha mazingira ya nje. Kama Yakobo 1:6, unanifundisha kuomba kwa imani bila kuyumbayumba kama mawimbi ya bahari. Nifundishe kuishi kwa imani, kwa hekima na kwa utii, hata kama bado sijaona picha yote ya kile unachokifanya. Baba, ninaomba eneo hili la kuimarisha imani liwekwe chini ya ufalme wako. Kama Yohana 15:5, unanikumbusha kwamba bila kukaa ndani ya Kristo siwezi kuzaa matunda ya kweli. Nipange upya katika vipaumbele vyako, ili nisiombe tu kupata ninachotaka, bali niwe mtu anayekupendeza katika kile ninachoomba. Na katika Mathayo 6:33, unanielekeza kutafuta kwanza ufalme wako na haki yako, kisha mahitaji mengine yawekwe katika utaratibu wako. Ninaamini kwamba hata pale ninapoona kuchelewa, kupingwa au kuvunjika moyo, wewe unaweza kugeuza mambo kwa wema wako na kwa utukufu wako. Niondoe kwenye haraka isiyo na hekima, niondoe kwenye kukata tamaa, na uweke ndani yangu moyo thabiti unaotembea pamoja nawe. Kusimama pamoja nawe yawe ndiyo maisha yangu. Baba, leo ninachagua kusimama kwa imani juu ya kuimarisha imani. Sikubaliani na sauti ya hofu, kukata tamaa, aibu au lawama zinazotaka kunitenganisha matumaini lako. Kama Waebrania 4:16, unanipa ujasiri wa kukaribia kiti chako cha neema ili nipate rehema na msaada kwa wakati wake. Ninakaribia kiti chako cha neema nikiamini kwamba rehema zipo, msaada upo na majibu yapo. Hayachelewi mbele zako. Ninaomba uinue ndani yangu moyo unaokutumaini, moyo unaosubiri, na moyo unaoendelea kukutukuza hata wakati hali haijabadilika machoni pangu. Baba, ninakushukuru kwa sababu tayari umenisikia. Ninakushukuru kwa kazi yako ya siri ndani ya moyo wangu na kwa majibu ambayo unaandaa kwa hekima yako. Kama Wafilipi 4:6-7, unanifundisha nisihangaike, bali kwa sala, dua na shukurani niweke haja zangu mbele zako, ili amani yako ilinde moyo na mawazo yangu. Ninakabidhi haja hii kwako
kwa sala na shukurani, na ninaomba amani yako ilinde moyo wangu na mawazo yangu katika Kristo Yesu. Nipe neema ya kuendelea mbele bila kupoteza utulivu, bila kukimbia uwepo wako, na bila kuruhusu hali ya kuimarisha imani imitenganishe na upendo wako. Na sasa, Baba wa mbinguni, ninaomba baraka zako juu ya maisha yangu katika eneo hili la kuimarisha imani. Kama Wathesalonike wa pili mlango wa 3 na kifungu cha 16 unanionyesha kwamba wewe Bwana wa amani waweza kunipa amani wakati wote na katika njia zote. Naomba unilinde, uangazie uso wako juu yangu, unirehemu na unipe amani. Kama Zaburi 121 kifungu cha 1 mpaka cha 8 unanihakikishia kwamba msaada wangu watoka kwako, na hulali wala kusinzia unapolinda maisha yangu. Acha ulinzi wako, amani yako na uwepo wako ukae pamoja nami, pamoja na familia yangu, na pamoja na wote watakaosikiliza na kusoma maombi haya kwa imani. Nayaomba haya yote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.